Your soul ama soul yako iko kama nyumba yako. Soul yako ina historia ya wewe tokea kuumbwa kwako mpaka mahali ambapo umefika. Tokea kuumbwa kwako umekuwa ni mtu tofauti tofauti. Either ulikuwa ni mnyama katika maisha fulani, either ulikuwa ni mwanaume, either ulikuwa ni mwanamke, either ulikuwa ni kitu fulani. Na soul yako inaingizwa katika jamii kulingana na involvement yake na vibration yake. Vitu vyote ambavyo unaona katika jamii yenu vinafanyika mpaka unashtuka. Soul yako ina uwezo ya kuvunja na kubomoa na kusambaratisha hiyo misingi na kuanzisha misingi mipya. Soul yako imepewa kazi hiyo ama contract hiyo kwa sababu ina nguvu ya kuvunja. The only problem is wakati soul yako inapoingia katika dunia hii, huwa inavamiwa na giza yote ambayo iko katika jamii hiyo. So wakati inapovamiwa na giza yote katika hiyo jamii, unapata makuzi yako unakuzwa kulingana na vile you are unhealed, wazazi wako vile walivyo. Kama hawakupata uponyaji, unapata wanakuelekeza katika hizo njia ya kutopona. So the moment unaanza kujielewa, unaanza kujifahamu, that is the moment you need to start doing the work. Unaanza kujifanyia kazi ya kuondoa zile, you redo. Unaondoa zile vitu ambavyo si vyako wewe, zile vitu ambavyo you are programmed to be. Mimi ni Zawadi, mimi si Aisha, ama mimi si Elisha, ama mimi si Doreen, unanielewa? So kuna vitu ambavyo umeprogramiwa ambavyo ni vya mtu fulani. Kuna vitu ambavyo unaona kwenye mitandao, influencer wanakuonyesha, hey, this one is the best nini. Na ndani ya moyo wako unataka havina hata faida. Ni vitu ambavyo umeprogramiwa kuona ama kujua kuwa ni vya kweli, lakini ndani ya moyo wako havina faida. So that is what you redo. Wakati unaanza kutoa matapishi ndani ya nyumba yako, maana soul yako imebeba historia ya maisha yako, hapo ndio unapata unapenya, hapo ndio unapata haki, hapo ndio unapata kuvunja madhabahu na silabasi yoyote ya jamii. Usijione jinsi ulivyo ukasema mimi nitavunjaje, nahitaji usaidizi. Usaidizi ambao unahitaji ni usaidizi tu wa kukusaidia kupata kupona, maana historia yako yote ama maisha yako yote yamebebwa katika soul yako. Soul yako inahitaji upenyo tu. Haya, ikishapenya breakthrough inafanyika. Kumbuka katika maisha yako you have the spirit and you have the body and you have the soul. The spirit imebeba ancestors wa mama yako. The body imebeba ancestor wa baba yako. Body imebeba ego, imebeba aibu, Body imebeba that nerve system, the gut, wherever. Your spirit inabeba mwangaza. Whatever hiyo vibration ambayo the soul inatoa, that darkness ambayo soul inatoa every time, ina capture with your spirit. Na ikicapture with your spirit yako ikiingia in the spiritual realm, inavuta vitu kulingana na vibration yake. Ndio maana umeomba gari, unapata gari inakuja na mikosi. Umeomba mume, unapata mume anakuja na vituko. It's because you need to do the work. Redoing the work, and by redoing the work kuondoa hiyo pain, to cross over from who you are programmed to be to who you are to be. Ni kazi ndefu, na ndio maana mimi huwa naambia watu, pata information kwanza kuhusu maisha yako. Cha pili, jifundishe ni njia gani unaweza kutumia kuweza kuondoa ama kuweza kujisaidia wakati wa maumivu, because deprogramming yourself ni matatizo. Wengine hata wanataka kuruka, akili zinataka kuruka. So ikiwa unahitaji kutembea katika safari ya uponyaji, cha kwanza ni therapy ama counseling. Ongea kwanza ikutoke, mtu akujulishe ya kuwa wewe si wa hivyo, wewe ni mtu wa hivi. No, hiyo ni safari inapita, lakini hiyo safari ilikuwa ni kukushape, ni kukuelewesha kuwa that is not the right part. That's why ulipita pale. So unapotaka kupitia uponyaji lazima upitie counseling, therapy. Ukishapita haya utaingia sasa kwa njia gani utakayotumia kupata uponyaji. Ndio inakuja womb healing, gut healing, meditation, all that stuff, energy healing, vitu kama hivyo, alafu unapata kufunguka. I hope umenielewa vyema.